Ndio kama hivyo. Mmoja walituelezea wanachuoni wa historia alipuuza sunna ya mswaki. Kupiga mswaki si sunna, na hadithi sote tunayojua sunna kupiga mswaki. Mtume anasema lau an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah, laiti nisingeliogopea kutia mashaka umati wangu, basi ningeuamrisha wapige mswaki wakati wa kila swala. Alipoambiwa yule jamaa kama kupiga mswaki ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akaukejeli, akachukua ule mswaki akaupigia sehemu za siri. Wanachuoni wanasema bwana yule alipata ujauzito, mwanamme alibeba mimba mwanamme baada ya kuikashifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya mswaki. Na wengine wakasema alijifungua baadaye mwanamme. Sawa, alijifungua aina ya mnyama, si mnyama, mdudu fulani, baadaye akafariki dunia kwa kuidharau sunna ya Mtume. Ndio maana tunapiga zogo, tunasema kila siku watu wasije wakasema neno katika dini ya Allah ukaona ni maskhara ukaikashifu, neno lile litakutupa ndani ya moto wa jahannam. Ndio maana tunatakiwa tuangalie nini tunasema, kitu gani tunasema, tulizingatie neno kabla haijatoka ndani ya mdomo, tuangalie wapi tunasema. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda Mi'raj, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona mengi. Miongoni mwa mambo aliyoyaona, aliona ndani yake kuna ng'ombe mkubwa mkwena Jibril. Bonge la ng'ombe alilikuta. Ile ng'ombe linataka kupenya ndani ya tundu ya sindano kutokezea sehemu nyingine, akatia kichwa mpaka akapenya kutokezea sehemu nyingine. Ng'ombe baadaye ile ng'ombe linataka litie kichwa sasa lirudi tena kule lilipotoka mwanzo, lakini alishindwa kurudi kule lilipotoka mwanzo. Akamuuliza Jibril, ni mfano gani huu? Akaambia huu ni watu katika umati wako, mtu atazungumza neno dogo tu, litatoka neno lile je limharibie liwe baya, atakalirejesha neno lile ashindwe kulirejesha. Neno moja tu aje ashindwe neno lile kulirejesha. Ndio maana tukaamua kuelezea leo na jamii ambayo imeoza na maneno ya kashifu katika dini ya Allah, au maneno ambayo hayana maana ya upuuzi, mtu akayasema haangalii wapi anasema. Wangapi wameshazikwa kwa sababu ya maneno yao? Wangapi wamepanda vyeo kwa sababu ya maneno yao? Wangapi wanaheshimiwa kwa sababu ya maneno yao? Maneno mpaka unatoa mzee wa heshima. Mtu akipata mashaka na familia yake unatafutwa, mzee fulani mtafute kidogo, ana shadidul hujja, maneno yake kidogo mazito, akiongea natafutwa na kusuluhisha watu. Lakini leo nazungumza tu, kujeta nazungumza nini? Dini ya Allah wewe unasema tu, jambo la kawaida wewe unasema tu. Kwa hiyo tujihadharini ni Waislamu na jambo hili la kuongea maneno ambayo hatuyajui na kukashifu katika dini ya Allah, na vile vile tuangalie mustakbali wa maneno, wapi tunasema, ili siku ya kiyama tukafaulu na hapa duniani. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Id'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba.